Unyama. Ngoja niwape kisa kimoja kinaweza kuwa tukamalizia. Nabii Allah Musa alayhi salam, katika yale tunayopokea katika Israiliyat, alikuwa anakwenda miqati, kwenda na kurudi mara nyingi. Siku moja wakati anarudi akakutana na mama mmoja, akamwambia, Musa, mimi najua huko unapokwenda wewe, nilivyoambiwa unaenda kuongea na nani? Na Mwenyezi Mungu. Na kuomba kesho ukenda kamuulize mimi ni mtu wa peponi au wa motoni. Yule mama ni mtu wa Musa akamwambia nikienda kesho. Alivyorudi Nabii Allah Musa alayhi salam, pamoja na mambo mengi, lakini akapeleka salamu za yule mama kwa Mwenyezi Mungu. Jamani, Nabii Allah Musa alikuwa anaongea na Mungu wakallama Allah Musa taklima. Tilka rusulu fadhalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Kuna watu katika hao mitume wamemsemesha Mungu na Mungu amewasemesha. Ni Musa alayhi salam. Nini unasemaje? Anasema hivi, bwana, unasikia Mungu? Anasikia sauti miqat. Basi akamwambia ukienda kesho nitaje huko kwa Mwenyezi Mungu, alafu umuulize mimi ni wa peponi au wa motoni. Musa akapeleka zile habari. Mwenyezi Mungu katika mazungumzo yake akamwambia, nenda kamwambie yeye ni wa peponi. Upo bwana, wewe ni wa Musa. Akarudi, mama, habari zako nimezifikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema wewe ni wa peponi. Yule mama akasema, mimi huyo? Asa mimi binti fulani? Si ndio wewe ulinituma? Basi anasema wewe ni wa peponi. Akaondoka. Bwana, nenda kamuulize, labda umekosea jina, mimi naitwa fulana binti fulani bin fulani bin fulani. Nenda kamuulize vizuri, nataka kujijua. Nabii Allah Musa siku iliyofuata akapeleka tena habari, akaambiwa, ana wasiwasi gani? Si nimekujibu jana? Nenda kumwambie yeye ni wa peponi bwana, ni wa haya. Akarudi akamhadithia, anasema Mola wako wewe wa peponi. Musa, ngoja hebu kaa chini kwanza. Inawezekana wewe ni kwa Mungu wewe inawezekana? Ngoja nikueleze kisa changu, alafu wewe mwenyewe utizame mimi wa peponi. Haya, nieleze mama. Musa akakaa vizuri, akamwambia, mimi hivi unavyoniona nilikuwa na mume wangu, tumeishi, baadaye akafa na akaniachia mtoto mdogo wa kiume nikamlea mie mwenyewe, single mother. Nikajitahidi kwa bahati akakuwa yule mtoto, na alikuwa mtoto kweli kweli aliosoma vizuri, lakini pamoja na yote Mungu akampa mtihani, ni mzuri sana. Unajua uzuri ni mtihani mzuri. Mabinti wenyewe wakimuona, kavumilia, akashindwa, akawa kila siku hapa nyumbani anakuja na binti mpya. Mimi sikuwa nakipenda kipendo kile, tumeelewana? Nikawa kila siku namuhimiza, mwanangu oa basi, hivi unafanya unamkera Mungu. Yule mtoto anasema bado, ukishafika wakati nitaoa. Basi anawamaliza tu. Mnanisikia? Msiwe hivyo na hii Ramadhani tupatane, sawa? Anasema siku moja aliondoka mapema yeye, kabla ya yule binti aliyokuja naye siku ile. Mimi nikaingia ndani ghafla, nikamkuta yule binti kavaje, kalala. Nikamtimua, nikamwambia maneno makali kama mama, nisikuone tena hapa mshenzi. Akatoka mbio. Kisha mimi nikabaki mle ndani, sawa, natizama kile chumba. Sasa chumba hichi kinawavutia nini hao mabinti wa watu? Hakuna chochote huku na huku kuangalia. Mungu akataka kupitisha lake, nikajiangusha kitandani hivi, natizama na tafakari, ukanipitia usingizi, nikalala. Usingizi mkubwa sana, muda mrefu nimelala.
usingizi kama usingizi. Bwana mkubwa karudi jioni, siku ile kabati hakuja na mtu, naye kaja kachoka, hakuwasha taa, kalala. Kushika hivi kuna mtu akajua yule binti asubuhi hajafaje, ndio mimi yakatokea yanayotokea kwa wale mabinti. Msalimu Mtume Muhammad. Muhammad kuamka asubuhi, mtu na mwanawe, mtoto ambaye umejitakia mwenyewe mama, vurugu pale. Siri yetu mwanangu, iwe siri yetu. Basi nikaondoka, lakini punde nimejistukia nina mimba. Musa sasa, unasemaje? Anarudi nyuma. Aba, tulia wewe, umesamehewa peponi. Nikajistukia mimi nina mimba. Sikumwambia mwanangu, nikaificha na kimwili changu kwa kidogo mpaka ukafika wakati kujifungua. Nikaenda kujifungua huko, sikujifungulia pale nyumbani, lakini huko nilipo nikawa namwangalia mwanangu, nikaenda kumnyonyesha mpaka akakuwa naye akawa binti mzuri kama kaka yake. Sawa. Basi alivyokuwa vile nikaachana naye aendelee na maisha yake. Yauma min al-ayyam, siku moja yule bwana mkubwa kaja na yule mtu, anambia mama, wewe si unataka mimi nioe? Huyo hapa mke wangu, huyo hapa, mimi nawajua wote, ni watoto wangu. Musa sasa, unasemaje? Walioana? Anambia tulia nikumalizie. Tulivutana kweli, jamaa akashindwa, akamuoa yule. Sasa Musa, wewe tizama mwenyewe, mimi napona hapa. Akanambia ngoja nikaulize tena, ngoja. Nabii Allah Musa akarudi kufika kule, akauliza, bwana yule mama ananiambia ni wa motoni au wa peponi? Mungu akamwambia wa motoni. Nabii Allah Musa akamwambia, lakini sishakuuliza mara 2 3 na sasa peponi? Akasema naam, kipindi kile ilikuwa ni siri yangu mimi na yeye tu, lakini sasa keshaingia mwingine, basi nimeondosha ile neema yangu. Msihadithie